Natubu. Naombeni mnisaidie kuangalia hii video. Si mke wangu huyu? Yo, babu ni? Sasa ole wake nimeone tena mtu anakuja nyumbani kwangu kuongea upumbavu wenu. Mume wangu hata salamu. Assalamu alaykum mke wangu. Wa alaykum salaam, shikamoo. Marhaba. Hivi viatu vipi leo? Kawaida tu pilika za mtaani. Na mbona kama haupo sawa? Niko sawa mke wangu. Mimi niko ndani. Sawa. Mume wangu amepatwa na nini? Maana sio kaida yake. Mke wangu, ina maana hii ndo laana ambayo unaifanya hapa mtaani? Mke wangu, hivi umesahau ile siku ambayo tumekaa chini mimi na wewe? Tunakaa tunaelezana kuhusiana na masuala ya dini. Tumekaa tunaelezana kuhusiana na masuala ya kurejea kwa muumba wetu. Kumbuka mke wangu, ulikiri kwamba kweli mimi naishi na kuna mwanaume mwingine naishi naye, lakini nimekubali nitaachana naye. Kumbe mke wangu mwanaume mwenyewe ni shehe. Kweli kabisa mke wangu wa kutembea na yule shehe wa pale msikitini. Mke wangu, umenikosea sana tena sana. Na huyu shehe, yani mimi kumwamini kote kule, kumfanya ndo mkono wangu wa kulia. Wakuja kunifanyia mimi hivi. Nilitembea naye kila hatua, nikiamini kwamba ndo msaada wangu. Kumbe alikuwa ananivisha kilemba cha ukoka. Sawa, haina shida. Yes, shehe sikaamua, si ametaka, haina shida. Ameanza, mimi nitamaliza. Kwa sababu ukiona ngoma inavuma sana, basi jua inataka kuchanika. Haina shida, tajua mimi namalizaje. Nimeamua kuacha yote mabaya, niishi vizuri kwa hii dunia.
Nimeamua kuacha yote ambayo hata Mungu hayampendezi. Nimeamua kubadilika, maana duniani tunapita. Dunia haijabadilika, binadamu ndo tumebadilika. Wengi tumepoteza imani, badala Mungu tunamwabudu shetani. Yani bora hata muumini muhuni kuliko kumwamini anayekesha msikitini. Naacha usera, utukutu, fujo, kukera watu. Narudi kwa Mungu wangu, naacha mambo ya ovyo yote, mambo machafu. Nishi vizuri na wenzangu. Natubu, naomba radhi kwa Mungu wangu. Natubu, naomba radhi kwa wote nilowakosea. Baba. Naam. Natubu, ya Rabbi nisamehe, nisamehe, nisamehe. Natubu. Baba. Naam. Naomba kutoka. Ndio nataka kutoka mwanangu. Samahani, naomba tuongee kidogo. Bila shaka unaweza kuongea. Baba, mimi nimefikiria. Nimeona bora nirudi nyumbani. Kwa muda ambao nimekaa hapa, nahisi kabisa wenda mume wangu akamsharudisha nyuma moyo wake. Maana nimekaa muda mrefu. Na mimi siwezi kukaa mbali na mume wangu baba. Nimeshamzoea mwenyewe. Sawa. Nimekuelewa vizuri. Na pia ukaaji wangu wa kimya sio kwamba sijalifuatilia swala lako. Nimelifuatilia na pia nimezungumza naye. Ila kwa sababu namtambua mwanangu mkorofi. Yule mtoto mkorofi sana na hasira zake huwa haziishi haraka. Na ndio maana ukaona kama navuta subira kidogo, ila kwa kuwa na wewe mwenyewe sasa ushakuwa na uhitaji wa mume wako. Haina shida. Tusubiri kama muda wa siku 2, sio pa kwenda wewe peke yako. Tutafatana na mimi, nitakupeleka mpaka kule, tutaenda kurekebisha hili swala, mtakaa na amani kabisa mwanangu. Kweli baba? Kabisa, tena ondoa shaka. Basi sawa, nitafurahi sana. Sikuwa na amani mwanangu. Sawa baba. Mimi ngoja nikuache kidogo. Haya basi mimi. Karibu rafiki yangu, kaa. Karibu sana. Asante. Vipi rafiki yangu? Fresh vipi? Safi, amani. Amani kabisa. Nandi rafiki yangu. Mimi leo nimekuja na mambo haya mawili. Jambo la kwanza la kufurahisha, lakini jambo la pili la kuhuzunisha. Tukianza na jambo la kwanza, wale mabwana walikuja tena mpaka nyumbani. Walipofika pale wakaanza mazungumzo yao. Sheikh kama kawaida yake akazungumza maneno kibao. Umeona? Mimi nimetulia tunawasikiliza. Wameongea mpaka walivyochoka. Mimi sijaongea neno lolote. Nimetulia tunawasikiliza. Walivyomaliza maneno yao, mimi nikatoa simu mfukoni. Nikawaonesha zile picha. Kilichotokea, si ndio wakaanza kuvamiana pale pale wenyewe kwa wenyewe? Wakaanza kuviligizana pale.
vurugu sio dogo. Mimi nikaona hawa sasa wananiletea bangi zao sasa wanaleta mpaka nyumbani. Nikaingia zangu ndani, nikatoka na upanga, nikawatimua wote, nikawafukuzilia mbali. Sasa watajua wao wenyewe uko wanakokwenda, kama watakwenda kupigana, kama wataenda kuombana msamaha, kama watapelekana polisi, wao wenyewe ndo wanajua. Sikiliza Rajam, usingewaonyesha picha. Yaani wewe ndo ungewaambia waende polisi wakatoa ushahidi. Ilikuwa kitonga tu rafiki yangu, unapiga hela. Lakini wewe hutaki kunisikiliza ndugu yangu. Kila siku nakushauri juu ya swala hili. Hata sijui nikushauri nini. Au ushauri wangu mbovu rafiki yangu? Nandi rafiki yangu, tatizo lako wewe umekuwa mtu wa kulupu. Kulupu? Yaani unapenda sana vitu kuvikulupukia. Yaani una haraka sana ya mambo. Hilo jambo la kituoni mimi bado ninalo, na wale nitawapeleka tu kituoni, lakini sio kwa haraka namna hiyo. Kuna vitu vingine inabidi kwanza uanze kutumia akili, lakini pia haraka haina baraka. Hilo jambo wewe niachie. Mimi kama kituoni nitawapeleka. Mimi mwenyewe ninajua jinsi gani ya kufanya. Sio, umenielewa? Sawa. Lakini jambo la pili nililokuja nalo, Nandi. Naam. Unajua wewe mimi ni rafiki yangu mkubwa sana. Sahihi. Lakini pia wewe mimi ninakuamini sana. Na tunashirikiana kwenye mambo mengi. Tunasaidiana kwenye vitu vingi vya kimaisha. Lakini kuna jambo moja rafiki yangu umefeli. Jambo gani hilo rafiki yangu ambalo mimi nimefeli kwako? Haiwezekani mimi nikakwambia jambo langu alafu wewe ukaenda kunitangazia mtaani na vijiweni. Inafikia stage mimi napita mtaani, watu wanaanza kunionyesha vidole na wananisimamisha kuniongelea vibaya. Kila mtu anaanza kunizungumzia, bwana wewe nasikia mke wako watu wanatembea naye, watu wanakula sijui nini. Mimi sijapenda. Na hakuna mtu yote ambaye anasambaza hizo habari zaidi yako wewe Mnandi. Sawa? Sasa huo sio urafiki. Huo ni unafiki. Bila kukuficha. Na huo Mnandi, huo ni umama. Na mimi Mnandi, mimi kiukweli mimi sijapenda. Kwa sababu haiwezekani mimi nakwambia vitu vyangu, matatizo yangu, kwa kukuamini kwamba wewe ni rafiki yangu na mtu wangu wa karibu. Inafikia stage wewe unaenda kusambaza mtaani. Unaenda kuongea vijiweni. Nandi, sijapenda. Tena sijapenda kabisa. Yaani kwa kitendo ulichokifanya umefeli. Yaani mimi sijapenda kabisa. Kwa sababu haiwezekani mimi rafiki yangu mimi nakuamini, alafu mimi nakuambia vitu vyangu wewe unaenda kutangaza mtaani. Yaani wewe umama. Yaani ukisikia vitu, yaani umama ndo kama huo. Siku nyingine ukiona umeshindwa kunishauri na kunisaidia jambo lolote katika mambo yangu, acha kama ilivyo. Tutakuja kukorofishana na urafiki tukaua muda mchache tu. Sitaki upumbavu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam shehe wangu. Karibu bwana. Haya, vipi hali shehe wangu? Mimi namshukuru Mungu, vipi wewe? Alhamdulillah kabisa. Wema? Wema, zama siku kibao. Tunashukuru Mungu. Maana tangu tumeenda siku ile kwa shehe mkubwa kule, ndio huu mpaka leo. Naam, ni kweli. Ni kweli kabisa. Kama unavyojua mambo ya dunia na mzunguko dogo wa kiibada, basi ndo leo Mwenyezi Mungu ajalia tumefika hapa tumeona. Naona unaendelea na kazi. Kama unavyojua tunaandaa frame za madirisha hizi ili mradi watoto wetu wapate kupishana kidogo kwenye milango ya chooni. Sawa sawa kabisa. Sasa shehe wangu, kwani una taarifa yoyote ambayo inaye sambaa hapa mtaani? Hapana, sina taarifa yoyote. Nini kinaendelea? Shehe wangu, tumezalilika. Tena ni mtihani. Yaani ni mtihani mkubwa. Shehe wangu, mbona unanitisha? Sio kama nakutisha. Yule shehe ambaye anasimamia pale msikitini kwetu, ni imamu wetu le, ni mzinifu. Tena mzinifu mkubwa. Anatembea na mkecheni. Na sio siri tena. Maana karibu ya mtaa wote wanalitambua hili. Tena nashangaa kuniambia wewe taarifa hizi hauna. Shehe wangu, wewe mtoto wa kiume. Na sio wa kiume tu, wewe mtoto wa Kiislamu. Sio kila jambo unalosikia mitaani unalikurupukia tu. Hivi kwa akili zako timamu, shehe kama huyu, imamu mkubwa wa msikiti hapa, anaweza kufanya jambo kama hili? Shehe Mnuri, mimi sijakurupuka. Yule shehe walienda tena kwa awamu ya pili kwa ajili ya kuomba msamaha kwa Bwana Rajam. Kumbe Bwana Rajam aliwapiga picha shehe na mkecheni. Kilichoendelea, Bwana Rajam akatoa simu akawaambia, angalieni picha hizi. Kilichoendelea, shehe wamepigana wenyewe kwa wenyewe. Badilika maana duniani tunapita. Dunia haijabadilika, binadamu ndo tumebadilika. Wengi tumepoteza imani, badala Mungu tunamwabudu shetani. Yani bora hata muumini muhuni kuliko kumwamini anayekesha msikitini. Naacha usera, utukutu, fujo, kukera watu. Narudi kwa Mungu wangu. Naacha mambo ya ovyo yote, mambo machafu. Nishi vizuri na wenzangu. Natubu mbaradhi kwa Mungu wangu. Natubu naomba radhi kwa wote nilowakosea.